Nasaha 24 TV. Ndugu zangu, nimesimama kwenu hapa ni kijana wenu, mdogo wenu, kaka yenu, ndio mdhamini. Nimepewa nafasi kubwa tokea mwaka jana katika mashindano kama haya ambayo yalifanyika katika ukumbi wa kule Soweto. Alhamdulillah, nilipopewa majukumu haya niliyapokea kwa mikono miwili, na mpaka kufika mwaka huu tulichokuwa tumekiahidi kimetekelezeka. Hivyo naomba niwapongeze walimu wa madrasa walioandaa hili jambo. Kutokea siku ile ambayo liliisha mwaka jana ndio siku ambayo ilianza kuandaliwa hili swala kwa mara ya mwaka huu. Changamoto ambazo zilipatikana mwaka jana zote zilifanikiwa kupatiwa ufumbuzi, na ndiyo matunda yanapatikana leo katika mashindano haya. Hivyo nawapongeza sana walimu kwa umoja wao katika kufanikisha hili swala. Lakini pia kila kwenye mafanikio kuna changamoto. Changamoto ambazo zinapatikana katika baadhi ya walimu katika madarisi ambayo yameandaliwa ni ile kuwa makini na muda wa madrasa. Walimu tunatakiwa tunapopewa darasa basi tulisimamie vile ambavyo tumekubaliana na wazazi. Tuna changamoto kubwa sana ambayo hata saizi hapa katika risala walimu wamesema watoto hatuwapati ipasavyo katika madarasa. Lakini pia walimu temu mtoto tena anapatikana hapo tena mwalimu anakuwa na udhuru. Kwa hiyo naomba sana walimu, ili swala hili liweze kufanikiwa zaidi, basi tujitahidi sana muda wetu tuupotezee pale wanapopatikana watoto. Tusiwe watu wenye kutafuta udhuru nyingi muda ambao watoto wanapatikana, ambao ni muda mchache sana. Lakini jambo lingine, mwisho wa maandalizi ya leo ndio mwanzo wa maandalizi yajayo. Watoto wengi hapa wamekwazika katika kusoma. Katika changamoto ambazo zinasababisha haya mambo ni moja, kwamba walimu wanakazana sana ikishaingia Ramadhani. Ndio mwalimu anatafuta watoto awaweke vizuri, awatafute wazazi, awatafutie muda juzuu 2, juzuu 1 kwa muda ambao wenyewe ni mdogo. Inakuwa ni swala gumu sana. Kwa hiyo nawaomba walimu, kama tunataka hili swala liwe lina mafanikio, basi tulianzie leo. Linapoisha hili ndio mwanzo wa mashindano yajayo. Mpaka siku inapofika kipindi cha mashindano, basi mtoto umeisha mnoa, inakuwa ni brushing tu. Lakini tuseme tu mwanafunzi tutamkomaza kwa mwezi mmoja. Waswahili wanasema ng'ombe anenepi siku ya mnada. Ndio tumwandae kumlisha ng'ombe toka mapema. Siku ya mnada anaenda kumuuza tu. Kwa hiyo usia wangu kwa walimu, tujitahidi sana kuandaa watoto mapema. Na muda ambao unapatikana basi huo tuutumie. Hii ni changamoto ya nchi nzima. Hatuwezi saizi kuilaumu serikali au kuinyoshia kidole sehemu fulani kama inasababisha watoto kuchelewa au kutokuingia kuwapata madrasa. Hata wazazi pia wanalalamika watoto hawapati manyumbani. Unashangaa mtoto anakuwa mpaka baada ya miaka 7, miaka 10 hajui kufua, hajui kupika, hajui chochote. Anakuambia mzazi, mtoto simpati, muda wote anakuwa shuleni. Sasa hili tatizo lipo sehemu zote. Lakini tunapopata nafasi basi walimu tuitumie inavyotakiwa. Lingine, katika huu umoja wa walimu, umesema umoja wa walimu mashuleni na madrasa. Kuna chombo kimeundwa, na mimi pia nimeteuliwa kuwa ni mweka hazina wa TISTA, ambayo itashughulika na walimu ambao wanafundisha wanafunzi shuleni. Tumesema sasa tuwafate wanafunzi kule mashuleni.
Takbir. Yaani watoto si wako shuleni, na kule shuleni si kuna vipindi vya dini. Sasa tuanze kuwatafutia watoto kule kule. Yaani kila mwalimu kwenye madrasa yake ana shule jirani. Sasa ile shule ya jirani tunataka yule mwalimu awe anafundisha vipindi vya dini pale shuleni. Kwa hiyo ukiwapata walimu pale shuleni ndio hao, ukiwapata wanafunzi pale shuleni ndio hao utawapata madrasa. Kwa hiyo nitashirikiana na hii kichombo cha ISTA na huu wa Madima tuwaunganishe ili tuondoe hii changamoto. Yaani vipindi vya dini vya shuleni kule vitumike ipasavyo. Kuna madrasa, kuna shule moja tulikuwa tunahangaika nayo mwalimu aende kule, wakawa wanataka utambulisho kutoka Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA. Lakini alhamdulillah barua ilipatikana na mwalimu kule tayari ameshaanza. Kwa hiyo madrasa ambazo zitakuwa karibu na shule jirani ile kila mwalimu tutampangia ile shule aanze kusomesha watoto shuleni, alafu anakuja kupambana nao madrasa. Kwa hiyo ni saa moja, saa mawili, itakuwa ndio hivyo. Sasa niingie kwa wanafunzi. Wanafunzi wengi wakifika pale kwenye kile kiti inapatikana sababu kama ni uoga. Mwalimu anakuambia au mwanafunzi bwana amehifadhi juu hizo watoto zao, tusingojee mwaka mzima ndio uje umlete mtoto akae mbele za watu. Hawezi. Hapa atalaumiwa mwanafunzi, atalaumiwa na mwalimu. Na mzazi pia atamwambia mwalimu, mwana mtoto wangu amefeli bwana. Ndio maana mimi nisipendagi hata aje madrasa. Sasa hapa ndio ushirikiano baina ya mwalimu, mwanafunzi na mzazi. Tukishirikiana ndio hao watoto kidogo kile kiti pale watakizoea. Kwa hiyo nawasihi wanafunzi mjitahidi kuwa na confidence. Wazungu wanasema confidence, kukaa mbele za watu kuzungumza kweli ni tatizo, watu wengi linawasibu, lakini sasa huwezi bila kujizoesha. Hatuwezi kaja tukakwambia usome Qur'ani chumbani kwako alafu tulete majibu hapa. Lazima ukae mbele za watu uzungumze, usome, wasikilize majaji hapa afu ndio watoe maamuzi. Kwa wanafunzi mjitahidi sana kutumia hizo nafasi ipasavyo. Pili, muda ambao mnapewa na wazazi kwenda madrasa, wanafunzi nitakiwa wautumie. Mwanafunzi kutoka nyumbani mpaka kufika madrasa anatumia saa nzima. Acheze njiani, akutane na hichi na kile, mpaka akifika madrasa wale muda umepotea. Katika hilo saa moja tena na yeye alipoteze njiani. Sasa anafika pale wenzio wanatoka. Alafu baadaye mwalimu, mzazi unamlaumu mwalimu. Yaani hamna ushirikiano baina ya mwalimu na mzazi. Mtoto anachukua muda mrefu kufika madrasa. Akifika madrasa wenzio wanatoka. Baada ya mwaka unamleta kwenye mashindano hawezi kufaulu. Kwa tunaomba sana wazazi, vile tunavyowatoa watoto alfajiri kuwashindikiza kwenda mashuleni, mzazi anawasha gari yake, anamchukua mtoto wake, anamchukua na mtoto wa jirani, mguu kwa mguu, 12 alfajiri mpaka shuleni. Sasa unashindwaje mtoto kumshindikiza madrasa? Unashindaje kumpigia simu mwalimu kama bwana mtoto huyu kafika hajafika? Tunapoteza mabando kwenye masimu kwa mambo ya kipuuzi. Lakini kumfuatilia mtoto wako kwenda kusoma inaonekana ni jambo wala ni zito, afu namwachia mwalimu. Sasa mwalimu ana wanafunzi 40 darasani 50. Hivi mwalimu aanze kuwapigia wazazi 50 au wazazi 50 wampigie mwalimu mmoja? Lipi ni jambo rahisi? Na hapo tunaambiwa siku tukifa katika mambo matatu ambayo yatatufaa ni mtoto mwema. Sasa mtoto mwema unamuandaa kwa kumpeleka kwenye shule za kizungu. Siku ukifa unamtafuta mwalimu aje asome, aje kuoshe maiti, aje kutengenezea sanda. Sasa hii yani tunaonekana kabisa kama hatutendi haki. Na kila mchunga atakuja kuulizwa alichokichunga. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Mohamed Dat Karim, ni mkurugenzi wa kampuni ya Man Haulage Tanzania Limited, ni wasafirishaji wa mizigo ndani na nje ya nchi. Pia ni mdhamini wa mashindano ya Qur'ani ya mkoa wa Mbeya mwaka wa pili huu mfululizo, na alhamdulillah leo ndo siku ambayo tumekuwa tukisubiri kwa muda mrefu ya kufanya mashindano haya, na tumeamaliza kwa uwazi, ukweli na uadilifu. Umoja wa walimu ambao ndo waliorganize haya mashindano na
kampuni yangu ambayo ilidhamini ya mashindano tumeyafanya kwa uzuri, na naona washiriki wote, walimu, watazamaji, wazazi wameyafurahia. Na niombe tu kuwahusia ndugu zangu katika Uislamu, tusiwe nyuma katika kutoa, ni kutoa si katika kupunguza, bali ni katika kuongeza. Kwa miaka yote miwili tumekuwa tukidhamini haya mashindano, lakini mimi na kampuni yangu hatujapata hasara yoyote, isipokuwa Mwenyezi Mungu anazidi kutuongezea. Hivyo nawahusia na wengine, msiwe nyuma katika kutoa, na usingojee kuwa na kingi. Hata ulikuwa nacho kidogo, tafuta sehemu ambayo penye uhitaji, peleka. Mwenyezi Mungu anajua, Mwenyezi Mungu anaona. Na ukidhamini kitu sio maana yake umejisifia, bali ni katika mambo yale ya kushirikisha na wengine. Kwani ukitoa kwenye mambo ya kheri, jitangaze na watu wengine waingie katika kushindana katika mambo ya kheri. Maswahaba wakubwa Saidina Abubakar, Saidina Umar walikuwa wakishindana katika kufanya mambo ya kheri. Sasa sisi leo tumekuwa wengi tukishindana katika mambo ya dunia, tukisahau mambo ya dini, na wakati swala la dini ndio swala ambalo ndio la kujitengenezea hapa duniani, na huko akhera ndio litakaloenda kutufaa. Let us rejoice indeed, this is the day of Eid. Let us rejoice indeed, for this is the day of La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah, alayhi salatullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah, alayhi salatullah. Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets. Their faces full of laughter, their pockets full of sweets.